Haya ni maadhimisho ya siku ya urithi wa utamaduni katika kusherehekea urithi wa utamaduni wa Kiafrika. Sherehe hizi ni fursa muhimu ya kuenzi na kukuza mila na desturi za Kiafrika kwa kuwaleta karibu wafanyakazi, kurefresh, kurelax, kupumzisha akili na mwili. Leo ni sherehe yetu ambayo tumeshaiandaa na vyakula vyote tumeshaviandaa, viko tayari. Kuna saladi, kuna dessert ambayo ni ndizi, kuna nyama ambayo tutachoma Kimasai, tunayo biriani. Mwaka jana tulivaa nguo za Kimasai, mwaka huu tumevaa kanzu kwamba sisi ni Waswahili na tunaishi Kiswahili. Sherehe hizi hufanywa kila mwaka kwa kuchagua moja ya kabila na kulienzi kwa kuvaa mavazi yake ya asili na kupika chakula chake na mambo mengine yanayolihusu kabila hilo. Mwaka huu Wayo Africa iliamua kudumisha utamaduni wa pwani kwa kuwawakilisha watu wa pwani kwa kuvalia kanzu, barakashia na bakora. Chakula kikapikwa. Burudani ikatawala, vijana wakaruka kwa njia za Kiswahili. Sasa hizi kampuni imekuja na swala la urithi wa kitamaduni au cultural heritage. Kwa nini tunafanya utamaduni wa kitalii? Kwanza kabisa tulianza kufanya utamaduni kama moja ya vivutio vya kitalii kwa sababu wageni wanaotoka nchi nyingine wanakuja kujifunza utamaduni wetu, hasa utamaduni wa Kitanzania ambao una zaidi ya makabila 120, ambapo wageni wanapata kujifunza kwa mtindo gani makabila 120 yanaweza yakaishi kwa pamoja. Mwaka huu tumeamua kutumia utamaduni wa Kiswahili. Ndio maana watu wengi naona tumevaa kanzu, tumeiga utamaduni wa Kiswahili na chakula cha Kiswahili na vitu vingi tumefanya vya Kiswahili. Yote hii ni kuenzi na kutunza utamaduni wetu. Ndio maana leo wote mnaona tumetoka katika mavazi na namna ya kucheza na namna ya kuimba na namna ya kula ya utamaduni wa Kiswahili au wa pwani. Siku ya leo ni siku muhimu sana kwenye camp yetu kwa sababu tunasherehekea siku ya utamaduni ambayo inaitwa Cultural Heritage, ambayo ni mwaka wa pili sasa kwa Tanzania kufanya, na kwa camp yetu ni mara ya pili. Dhumuni ya kufanya hii utamaduni kwa sababu ya kukumbuka utamaduni wetu wa Tanzania. Mwaka jana tulikuwa maeneo ya kaskazini, tumeamua kwenda kidogo maeneo ya pwani. Tunafanya hivi kwa sababu moja, dhumuni kubwa zaidi kuunganisha wafanyakazi pamoja na kukumbuka utamaduni wetu, viongozi kukaa karibu na wafanyakazi wao, kwa sababu ukikumbuka kwamba hasa sisi ambao tuko kambini huku muda wote tuko busy, tunafanya kazi masaa yote. Kwa hiyo mara nyingi hatukai kwa kupumzika na kusherehekea siku kama hizi. Kwa hiyo ni furaha kubwa sana ambayo tunafanya hivi, na ni muungano mzuri kwa ajili ya wafanyakazi pia. Utaratibu huko kuanzia asubuhi tunashirikiana wote, kuanzia kupika wote. Kuna activity ambayo tunafanya hapa kambini, tunakula pamoja. Baada ya hapo tunacheza muziki pamoja. Leo tupo hapa Manyara Green Camp ambayo inapatikana ndani ya hifadhi. Tumekuja kufurahia sherehe ya kitamaduni ambayo inaitwa Cultural Heritage. Lakini pia leo tumechagua kuvaa kama mavazi ya kitamaduni kama wa Tanzania, kwa sababu Tanzania tuna makabila zaidi ya 120. Kwa ujumla leo tumeamua tupike chakula cha Kiswahili ambapo tumetenga kwenye vyungu ili kushereheka. Kwa hiyo tumeamua kuenjoy kama wafanyakazi wote, na pia tupo na ndugu zetu wengine. Tumeamua kuja kwa ajili ya kuenjoy na kuendeleza tamaduni zetu za Kitanzania. Ndio maana kama siku ya leo tumeichagua kama siku tulivu ambayo tumeamua kuja kusherehekea hapa
na wenzetu wengine. Siku ya leo tunasherehekea moja ya vitu ambavyo huwa tunavisherehekea kila mwaka, ambao ni Swahili Cultural Heritage. Yaani kwa Kiswahili ni tamaduni za Kiswahili. Sasa kila mwaka huwa tunachagua vitu tofauti tofauti katika hali ya ubunifu kusherehekea kwa pamoja kama wafanyakazi. Sasa mwaka huu tumechagua hasa zile tamaduni za ukanda wa pwani. Watu wamekula, watu wamekunywa, na pia tena bado kama unavyoona pale hapajaingia giza, basi tunaenda tena kupata vinywaji kidogo na baadhi ya nyama choma zilizoandaliwa. Kwa ni siku nzuri sana. Sherehe kama hii ina faida sana kwa sababu ni nafasi kubwa kwa wafanyakazi wote kama kwa pamoja kukutana kwa pamoja, kwa sababu tuko busy na kazi, mambo mbalimbali, na ukiangalia hasa katika tasnia hii yetu ya utalii tunakuwa busy kila siku. Kwa kukutana kwa pamoja kama hivi, na kama unavyofahamu kwamba maisha ni watu, kwa hivyo tukikutana pamoja kama hivi tunapata idea mbalimbali, tunapiga story mbalimbali, tunafahamu jinsi challenges tunavyokutana nazo na jinsi tunashare juu ya jinsi tunavyozitatua. Kampuni ya Wayo Africa ambayo inajishughulisha na utalii, uhifadhi na utamaduni wa Afrika imekuwa ikifanya haya kila mwaka, na maadhimisho haya yamefanyika Manyara Green Camp katika eneo la maporomoko ya maji ya Endabashi yaliyoko katika hifadhi ya taifa Ziwa Manyara.